haki yao ili watu wasife moyo. Makanisa ya Ufufuo na Uzima ambao mimi nayaongoza ni kiongozi wao, yalifungwa kwa sababu mimi nilitoa hotuba ya kupinga utekaji. Unaona sasa ilipofika. Sasa unaweza kujiuliza, mimi nilipinga utekaji, makanisa yakafungwa. Ina maana aliyefunga makanisa na utekaji wana uhusiano? Mimi ni swali lile, sijasema wana uhusiano, ni swali. Kwa sababu mimi nilikemea utekaji. Nikasema utekaji haufai. Makanisa 2006 makanisa yamefungwa. Mikoa yote, wilaya zote, tarafa zote, kata zote yamefungwa. Kwa nini? Nilikemea utekaji. Sasa ina maana kuna mchungaji kiongozi 2006 sasa hivi wako mitaani, hawezi kuongoza ibada. Kuna maaskofu wetu 32 hawezi kuongoza ibada. Kuna waumini milioni 3 na laki kadhaa hawezi kwenda kwenye ibada. Wanawaza nini hawa watu? Tumeamua sasa, basi wamefunga, tutumie njia ya kutafuta haki kwenye vyombo vya haki. Hatujapata mpaka leo. Mpaka nikiwa naongea leo, hakuna muumini wa makanisa yetu, kanisa halijafunguliwa mpaka leo. Kwa nini? Umekemea utekaji. Narudia tena, funga milele. Utekaji haukubaliki. Narudia tena, funga kanisa mpaka Yesu arudi. Utekaji haukubaliki. Hatutakubali mtu atekwe, awe Muislamu awe Mkristo. Kule Zanzibar wanaendelea vizuri. Zanzibar kule si wamefanyaje? Wenyewe wako kwenye uchaguzi, wanaendelea vizuri. Wapinzani wanaendelea na wengine wanaendelea. Huku kumekuwa na shida. Kwa hiyo mimi kabisa nasema waziwazi kwamba makanisa hayajafunguliwa mpaka leo. Tuko kwenye vyombo vya haki kwa muda wa miezi 5, haki haijapatikana bado. Waumini wako wanazagaa, milioni 3 wako mtaani, wananiuliza tufanyeje? Unategemea nini? Mahala ambapo mtu anaonewa, anatumia chombo cha haki kuipata haki, hawezi kuipata kwa wakati, unategemea huyu mtu atafanya nini? Kwa hiyo ninaomba sana vyombo vya haki viweze kufikiri na kuona namna ya kutoa haki ili watu